Once again. Naifungua dunia tunakutana na huyu dada. Utoka uamini. Amekumbwa na tukio chafu. Jambo baya limemkuta eti. Ushawahi kuachwa na mtu ambaye unampenda kuliko chochote kwenye hii dunia? Mtu ambaye uliamini kwamba atasimama na wewe, ataishi na wewe siku zote za maisha yako. Mtu ambaye alikuahidi kwamba atakupenda na atakuthamini siku zote za maisha yako, alafu akakuacha wewe. Alafu kipindi kibaya, kipindi ambacho ulikuwa ukimtegemea, alafu yeye ndo anakuacha. Utoka uamini ni kwamba huyu dada hakuona thamani ya kuishi tena, kwa sababu mtu ambaye anampenda, mtu ambaye alijua atasimama na yeye, amemwambia hamtaki eti. Huyu dada alichokiamua ni kujiua tu. Na muda si mrefu Utoka uamini, rafiki yake alitimba. Huyu hapa ni rafiki yake, anakwenda kwa jina la Kimbel. Alikuwa akimuita bidada, lakini bidada alikuwa eleweki yuko wapi. Utoka uamini alimkuta yuko chooni na alikuwa amejikili, alikuwa amejiua. Bidada alipiga kelele na kuita msaada yoyote aliyoko karibu aweze kumsaidia, lakini Utoka uamini ni kama bahati. Bidada kuweza kupoteza maisha, lakini ilibaki kidogo tu aweze kupoteza maisha. Unajua maji yanaua kwa muda mchache sana, na pia mtu anaweza kazima kwa kifo cha maji, lakini bado anakuwa hajapoteza maisha kwa muda mchache sana. Kwa maana hiyo kimwai anaweza kawa mzima. Na Utoka uamini huyu bidada hakuweza kupoteza maisha, na mtoto kike anakwenda kwa jina la Leila, na huyu ni rafiki yake kipenzi kweli. Basi Utoka uamini kwamba bidada baada ya siku moja nzima sasa hivi ndo alikuwa akiamka na anajikuta yuko hospitali. Vipi, niko kuzimu au? Hapana, bado huko duniani. Ndio kazi nayo. Kwa bado naendelea na mateso ya duniani, mateso ya kumpenda mtu ambaye unampenda alafu mwisho wa siku unakuta anakutenda. Ni kitu ambacho watu wengi huaga wanapitia. Watu wengi tunapenda alafu unakuta unampenda mtu lakini unakuta hakupendi eti, au anaigiza kwamba anakupenda alafu mwisho wa siku anakuja kukutema vibaya. Na ndo kitu ambacho kimemkuta bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila, na rafiki yake alikuwa kimpima joto hapa. Na Utoka uamini baada ya siku 2 bidada alikaa sawa, aliruhusiwa kuweza kurudi nyumbani, na rafiki yake alikuwa akimletea vitu vya hapa na pale, au ili bana wanaishi pamoja. Na rafiki yake na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila ambaye anakwenda kwa jina la Kimbel ndio amekuwa hakikisha kwamba mtoto kike anakuwa sawa, anakuwa okay. Lakini bidada kwa sasa hivi auguzi maumivu, auguzi ule uchungu ambao aliweza kuponea chupu mpaka akaenda kulazwa hospitali. Anachokiuguza ni moyo wake, anauguza maumivu ya mtu ambaye alikuwa akimpenda, lakini mwisho wa siku alikuwa apendeki eti. Lakini rafiki yake alikuwa akimtia moyo na akamwambia wala usijari, utampata mtu ambaye atakupenda zaidi ya huyu ambaye alikutenda. Alafu kambusu rafiki yake mdogo akawa anajichenga. Ni marafiki ambao wanapendana vibaya mno. Siku zilizidi kwenda, bidada bado maumivu ni makali. Alichofanyiwa na yule mwanaume kina muume eti, maana yule mwanaume alimwambia tu kwamba amtaki, lakini rafiki yake akamwambia huwezi kuendelea kulia hivi, huwezi kuendelea kulia, alafu inabidi uweze kutafuta kazi, kwa sababu ukiwa unafanya kazi huwezi kufikiria vitu kama hivyo. Nashindwa kumuondoa kwenye kichwa changu eti. Tafadhali inabidi jaribu kufanya hivyo. Mbona wanaume wako wengi? Ukiona labda unashindwa kabisa, nenda hata Tanzania ukakutana na Genius, maybe anaweza kukupenda huyo. Si unajua Genius ni mwanaume ambaye yuko romantic, alafu huaga anapenda sana wanawake kutoka Nigeria. Ni katika namna tu bidada kuweza kumtia moyo rafiki yake anakwenda kwa jina la Leila. Na baada ya miezi 3 kuweza kupita, Utoka uamini Leila alikaa sawa. Kwa sasa hivi apecha lolo chikopa yente yechu nini shega, na alikuwa akiandaa chai hapa. Na siku leo ilikuwa ni siku yake ya kwenda kwenye interview. Alikuwa ameapply kazi sehemu, so siku leo nilikuwa siku ya kwenda kwenye interview. Na kuaminia rafiki yangu, of course maybe inaweza kawa bahati yangu leo. Mwenyezi Mungu wa blessi, nitafurahi kweli yani. Okay, mimi nakuambia tu kwenye hilo, nakutakia bahati njema na imani kila kitu kitakaa okay. Rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Kimbeli alikuwa akimtakia bahati njema bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila, kwamba huko anakwenda kuomba kazi kila kitu kitakuwa yente, kila kitu kitakuwa chikopa, yani kila kitu kitakuwa shega. Basi bidada akawa anatoa zake vyombo na alitimba mpaka kwenye hii kampuni, na huyu ndo boss wa hii kampuni, anakwenda kwa jina la Dami. Na mshikaji kamwambia, nimepokea sifa zako, nasikia uko vizuri kweli, na mimi ndo Dami, boss wa hii kampuni. Kikweli ni mfurahi kukufahamu, wala hakuna shida. Unaweza kunionyesha kile ambacho uliweza kumuonesha meneja wangu? Of course, naweza kukuonesha. Nina mkakati mkubwa sana ambao nimeuandaa. Usiongelee maneno, tuongelee vitendo. Nionyeshe kile ambacho alichonacho. Basi bidada, kitu ambacho anahitajika kuweza kufanya ni kuweza kuonesha nini ambacho anaweza kukifanya kwenye kampuni ambacho kinaweza kikawa ni maendeleo makubwa, kwani alimuonesha meneja wa mshikaji na meneja alimsifia kweli huyu dada kwamba ana kipaji. Basi bidada akawa anamuonesha njia sahihi ambayo ataweza kuitumia kuweza kuhakikisha kwamba hii kampuni inakuwa ni kampuni kubwa na ni kampuni ambayo itapendwa
na watu wengi, kwani kampuni ilikuwa ni kampuni ya ujenzi. Zinahitajika tu strategy kadhaa hivi ambazo zinaweza kufanya kampuni ikawa kubwa zaidi. Basi mshikaji alipenda, akamwambia kuna shida, tutawasiliana kwa wakati mwingine. Bila akasema jamani, huyo mkaka ananukia yani. Jamani, sijui unaga mkaka mzuri kama huyu na ananukia kama hivi. Kiukweli nimempenda bure. Bidada alijikuta amempenda mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Kiukweli yule mkaka ni bonge la mwanaume, ni bonge la mzuri na ananukia vibaya mno. Alikuwa akimsifia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Kwa hiyo umeshampenda bosi wako? Yes, of course. Na nitapambania mpaka nimpate. Lolote nitalifanya mpaka nimpate yule mwanaume. Kumkosa yule mwanaume ni sawa na kuyakosa maisha. Siwezi kukubali. Bidada aliahidi kwamba ni lazima apambanie aweze kumpata mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Lakini ukumbuke kwamba yule ni bosi wake. Unavyodhani anaweza kufanikiwa mala? Kwa mimi naona ni ugumu hivi, naona kama kuna kaugumu hivi kuweza kumpata mshikaji ambaye anaitwa Dami. Lakini mtuone, kwa sababu wanawake bana wana nguvu kweli mbele ya wanaume. Yaani mwanamke akiamua kumpata mwanaume ni simple sana. Ni njia chache tu anatumia kuweza kumpata yule mwanaume. So bidada aliahidi kwamba ni lazima atapambana aweze kumpata mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Lakini hutoka uamini, kumbe Dami na bidada ambaye anaitwa Kimbel ni mtu na mpenzi wake, yani ni wapenzi. Yani rafiki yake na bidada pamoja na mshikaji ambaye anaitwa Dami ni wapenzi. Na bidada ambaye anaitwa Leila ndo kampenda huyo mshikaji. Sijui itakuwaje hii game. Marafiki wawili wamejikuta kwenye penzi la mwanaume mmoja, ijapokuwa mmoja ndo official na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kimbel. Na Kimbel siku zote anamsupport bidada ambaye anaitwa Leila kwamba aweze kupambania, aweze kumpata bosi wake pasina kujua kwamba bosi wake ndo mchumba wake, yani mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Na wawili wamedate kwa zaidi ya mwaka mmoja, ila bidada hajawahi kumtambulisha rafiki yake kwa huyo mpenzi wake. Sijui kwa nini. Nadhani hii ndo sababu ambayo inakuja kusababisha rafiki yake anampenda mwanaume wake pasina kujua. Basi bana, siku ile bidada aliitwa kwenye ofisi ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Na siku ile mshikaji alikuwa akimpatia taarifa mtoto wake kwamba ameweza kupass kulingana na project ambayo alimuonesha mshikaji pamoja na strategy zote za kuweza kuhakikisha kwamba kampuni inakuwa kwa kiwango cha juu. Mshikaji alimpitisha bidada na akamwambia kwamba yeye atakuwa assistant wake. Bidada utoka uamini ni kwamba alifurahi kinoma noma. Wala usijari. Bidada alikuwa happy vibaya mno na alifurahia nafasi ambayo amepewa kama msaidizi wa mshikaji, kwa sababu hii nafasi pia itaweza kumsaidia kwa karibu na mshikaji wakati wote. Kabidada kalifurahi kinoma noma kuweza kuipata hii nafasi. Basi muda wote wakawa karibu na mshikaji, wanafuatilia majengo ambayo yanajengwa. Kama nilivyokuambia kwamba hii ni kampuni ya ujenzi, lakini ukiwa kwenye ujenzi bidada kuna namna mshikaji akiwa amekasirika anampa pole, anamkeakea hivi ili mradi mshikaji unajua tena ni katika aina ya mitego ambayo wanawake huaga wanatutega sisi wanaume. Wakishatujari tu kidogo tunapagawa, tunadata, tunajikuta tumezama kwenye 19 za dem. Basi bana, siku ile rafiki yake na bidada ambaye anaitwa Leila alikuwa akisafiri na alikuwa akimwaga mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Leila, na mdogo bidada alikuwa akitoka na mchumba wake alikuja kumchukua kabisa hapa nje ya mjengo. Lakini bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kimbel alikuwa halitambui hilo. Maybe angetoka nje angemuona huyu mwanaume, si atoke tu jamani amuone kwamba huyu ndo mwanaume wa rafiki yake ambaye anampenda siku zote, ili mradi asije akaharibu, maana anaweza akamtegatega mshikaji alafu mshikaji akaingia kwenye 18. Ndio hivyo bana, kama una mpenzi na una rafiki, make sure kwamba unamtambulisha mpenzi wako kwa rafiki yako, kwa sababu yanatokeaga ya kutokea. Ututambulishe mpenzi, sisi tunamtongoza, tunamtafuna kitumbua, mwisho wa siku unaanza kutulaumu. Tambulisha mpenzi wako bana. Na dada letu linakwenda kwa jina la mdada ambaye hamtambulishi mpenzi wake kwa rafiki yake ni kiazi tu. Najua bado hujasubscribe YouTube channel yangu, nakupa taarifa, hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo unaweza kupata movie zangu zaidi ya hapa. Hii ni channel yangu mpya bana. Subscribe hapo ili mradi uwe unapata movie zangu mpya kila itopo leo. Shabiki ambaye hitaji kusubscribe channel yangu, basi bana, siku leo bana ilikuwa ni siku ambayo kampuni iliweza kupata faida kubwa kweli, kwa sababu iliweza kupata tenda kubwa kutoka kwa watu kutoka Marekani, na ilikuwa ni furaha kubwa kwa mshikaji, na aliwaahidi kwamba siku leo kila mtu aende akale chochote na akafanya chochote, alafu bili itakuwa ni juu yake. Kupitia hilo bidada alilitumia kama fursa, alimuomba bosi wake aweze kutoka, alikuwa na machache kuweza kuzungumza naye. Niambie, tumeshakula, tumeenjoy, tumekunywa, niambie kitu gani ambacho ulikuwa ukihitaji kuweza kuzungumza na mimi. Ni kitu cha kawaida tu, ila ni kitu kikubwa kwa upande wangu. Kikweli wewe ni mwanaume handsome boy, ni mwanaume ambaye mwanamke yote akikuona lazima akupende. Tangu nimekuona siku ya kwanza, kikweli nimekupenda. Wewe ni mwanaume mzuri, unaonekana ni mwanaume ambaye unakea, unaonekana ni mwanaume ambaye unajua kunjunjana. Kikweli mimi nakupenda.
Mshikaji kasema nashukuru kwa kunipenda, ila mimi nadhani tungeendelea kufanya kazi kama mtu na bosi wake. Naelewa, lakini mimi nakupenda kama mpenzi. Tafadhali naomba nikubalie wewe mkaka, eti niko chini ya miguu yako. Ukinikubalia nitakupa vyote tafadhali. Kiukweli mimi nina mwanamke wangu, mimi nina mchumba wangu na nampenda kweli, wala usijali. Mchumbako baki naye, lakini kuwa na mimi tu kwa sababu mimi nakupenda wewe. Tafadhali eti au nipende kwa sababu mimi mbaya, si ndio? Mshikaji kasema hapana, wewe ni mwanamke mrembo kweli. Kabla kaka na tabasamu kakajua yeye mshikaji anakukubali, lakini muomba kamwambia, lakini siwezi kuwa na wewe kamwe, siwezi kuwa na wewe. Mimi ni bosi wako na nina mwanamke ambaye nampenda kweli, siwezi kuchiti wala kumsaliti. Okay, fresh chega wewe, una kimwanamke chako, poa, nenda. Unadhani mimi nafagilia wala nini? Mimi sifagili chochote wala nini. Basi ngoja mimi niwahi sehemu, kuna sehemu nilikuwa nahitaji kwa nenda. Shenzi unasema pumbavu, mwanaume mshenzi kabisa wewe. Kimwanaume chenye hiki kinaacha kuwa na mimi kitafune kitumbua, kinaanza nyoko ninaye mpenzi. Mshenzi nini? Afadhali hata angekuwa genius. Unajua genius hata kama ana mpenzi wake na anavyopenda wanawake wa Nigeria, najua angekubali, angetiki. Kimwanaume gani hichi? Injini haifanyi kazi, mguu wa mtoto haifanyi kazi, ni au makende haifanyi kazi, shenzi zake. Basi bana, ni wakati mwingine tunamwona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Bidada alitimba tena, hakomi, na siku ya leo kamletea mshikaji zawadi ya waini, akawa anampatia, lakini chiki anavyomshika mkono huo mshikaji kaona una pepo la ngono, una pepo la minjunja. Hapana, samani, nilikuwa nimekuletea kahawa uweze kupoza kwa kidogo. Kama nimekosea tafadhali, nilikuwa naomba unisamee, sinajua wala usijali, kila kitu kiko sawa. Mshikaji kajichanganya, kamwambia wala usijali. Kwa nisijali? Kikweli nashukuru sana, umeniambia nisijali. Okay, usijali sawa. Kikweli natamani hata unitafune kitumbo. Jamani, vitu gani unaleta hivyo? Kidogo tu jamani. Kwani shida iko wapi jamani? Mimi naupui. Mshikaji kasema tafadhali, utakiwa kuwa hivyo. Naomba utoke ofisini kwangu. Mimi nilikwambia siwezi kumchiti mwanamke wangu. Okay, fresh kachukua kawa yake, lakini hiyo si ni kwangu. Hii ni yangu. Siwezi kumpa mtu ambaye ana mwanamke wake. Huyu mwanamke vipi? Mshikaji akabaki anamshangaa huyu dada. Alimpatia zawadi, lakini mwisho wa siku kaichukua. Ni wakati mwingine mshikaji alikuwa zake maskani. Ghafla kasikia kama vile mlango ulikuwa unagongwa. Mshikaji kwenda kufungua, utoka uamini ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Raila, na kamletea mshikaji msosi. Nimeleta chakula, tule wote hapa, tuenjoy. Njoo tukae basi. Mshikaji akabaki anashangaa. Nyumba yako ni nzuri, maua mazuri, picha nzuri. Najua unashangaa nimefikaje hapa. Sekretari kanipa location yako. Alafu kiukweli unaonekana una rangi ya kuteleza kweli. Mshikaji akasema tafadhali, usifanye hivyo, hamna wewe kaka. Vipi? Tuko mtu mbili tu hapa. Nitafune kitumbua. Hamna, siwezi kufanya. Hamna wewe kaka. Vipi? Alafu na kifua kizuri. Nitafune jamani. Cheki lips zako jamani, nikubusu tafadhali. Bidada ni kwamba anataka. Kwani humu ndani kuna nani? Mchumba wako yupo? Jamani, mchumba wake na Dami uko wapi? Njoo hapa basi. Njoo ujioneshe. Jioneshe basi. Somona, tupo mtu mbili tu. Mshikaji akawa na goma, lakini bidada anataka. Mtoto kajileta chumbani, anautaka. Hivi ungekuwa wewe mwanaume mwenzangu ambaye unatazama hii picha, ungemwacha kweli huyu mtoto? Usingetafuna kitumbua? Cheke mtoto alivyokuwa pisi. Mtoto. Kiukweli mimi jini ya sauti ya simba ningemtafuna, ningemlamba kitumbua. Tuwezi kuchelewesha, mimi sina nidhamu. Aende akanitangaze kwamba makende yangu hayafanyi kazi. Sinaga ujinga mimi huyo. Basi bana, kile chakula ambacho bidada alikileta alianza kukila, lakini anakula kimaba. Chakula kitamu. Mshikaji akaona huyo mwanamke kaja geto, alafu namwacha. Si ataona mimi kama makende yangu hayafanye kazi, yani mguu wangu wa mtoto haufanyi kazi. Mshikaji akaona usinitanie genius asije akanicheka na kunitangaza kwa watu mimi. Kweli ni mwanamke mzuri. Mwamba kaanza kumsifia mtoto wa kike. Mimi nilisema hakuna mwanamume ambaye anaweza kaluka mbele ya mtego wa mwanamke. Nataka nichangae, hata hivi ningemtangaza huyo mshenzi. Unachaje kuchapa kitumbua hichi? Utoka uamini. Mwamba aliingia kwenye mtego wa mtoto wa kike. Kaangalia nyashi. Mtoto ni mtoto. Nyashi. Akiushika mkono wa mtoto wa kike. Wewe mbona mkono wako mlaini huu? Bila anasema ndo unajua sasa hivi. Tulia wewe. Nikakupe vilaini zaidi ya huu mkono. Alafu bidada anavujua kutoa miguno. Kimgusa tu kidogo. Bidada ndo anazidi kupagaa kwa babake. Utoka uamini. Mwamba alimtafuna, alimjunja.
alimlamba kitumbua. Ya nini? Humu tu. Ni watu wengi kweli wamekuwa kitamani kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube, lakini changamoto kubwa ambayo watu wengi wamekuwa wakiipitia ni kuweza kukamilisha ile masaa 4,000 ili mradi aweze kutengeneza pesa kupitia YouTube. Ni kweli bana, YouTube ni platform ambayo inalipa vizuri kweli, na ni vijana wengi wametajirika, wamekuwa mabilionea kwa kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube. Hata wewe pia unaweza kutengeneza pesa kupitia YouTube, ijapokuwa changamoto kubwa ni kuweza kuyatimiza ile masaa 4,000 ili mradi uweze kutengeneza pesa kupitia YouTube. Na siku ya leo nimekuja na ofa kidogo tu. Nahitaji kuwasaidia wale wote ambao wanatamani kuweza kutengeneza pesa kupitia YouTube. Wewe ni cheki kwa hizo namba 0755660003. Sio bure jamani. Kuna kiasi kidogo kweli utachangia ili mradi tuweze kusapoti mchongo. Wewe ni cheki WhatsApp kupitia hizo namba, alafu nikusaidie ni namna gani unaweza kupata masaa 4,000 ili mradi uweze kutengeneza pesa kupitia YouTube. Basi bana mshikaji, baada ya kuweza kumlamba kitumbua mdada wa watu, hutoka uamini. Kuanzia hapo huba mapenzi, mwamba alikutana na utamu ambao hajawahi kukutanaga tangu amezaliwa. Mshikaji akajikuta muda wote anatamani kuwa karibu na bidada, maana huyo mdada ni mtamu kuliko hata mpenzi wake. Wakawa wanatoka pamoja. Kiujumla kwa sasa hivi mshikaji hapa haelewi. Bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila alikuwa ni mkali vibaya mno kwenye hivyo vitu. Chika alivyokuwa kazuri kamdada eti. Chika anavyotabasamu. Kiukweli mashabiki zangu, msiponichangia nauli mtakuwa mna wivu. Yaani shabiki ambaye hata nichangia nauli mimi niende Nigeria, huyo atakuwa na wivu. Nichangieni jamani, na imebaki buku betu. Buku 2 tu jamani hiyo. Nitumieni mimi niende zangu Nigeria. Chika bidada anavyotabasamu jamani. Nimedata. Na baada ya wiki 3 kuweza kupita, leo bana rafiki yake na bidada ndio alikuwa akirudi. Maana safari yake alikaa wiki 3 tu, na zilikuwa ni wiki 3 za kikazi. Alikuwa happy kinoma noma. Kwa maana nyingine kumuona BFF wake. Ni ma BFF hawa. Na ni wanapendana vibaya mno. Achana na huo BFF wako huko mtani huko. Changanyikeni huko. Ambaye anakusaliti kila siku. Ni ma BFF ambao wanapendana. Wanazingatiana kwa kila jambo. Yaani nikisema wanazingatiana kwa kila jambo, na maanisha kwamba shida ya mwenzako ni ya kwako na ya kwako ni ya mwenzako. Ndio anachokifanya, ndio maisha ambayo wanayaishi hao marafiki wawili. Kati ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila pamoja na rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Kimberly. Na bidada akamwambia kwamba nakuja, ngoja nikachukue kitu. Okay, shega fresh nasubiri. Basi bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kimberly kuna kitu alikuwa akienda kuchukua chumbani kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila, kwa sababu Leila alimwambia kwamba alikuwa hajakiona. Yaani bidada ambaye anaitwa Kimberly kuna kitu alikuwa amemwachia Leila wakati anaondoka, lakini Leila alikuwa hajakiona. Basi bidada alikuja kwa sababu akitafuta. Kivipi hajakiona tena huyu mpuzi? Basi kawa naangalia katika kuangalia kwenye drawers hapa na pale. Utoka uamini, sikakuta picha za mpenzi wake, alafu zimecholwa malavu, makopa, manini. Akabaki anashangaa. Hii inawezekanaje? Hii inakuaje? Bila kusema huyu ndo mwanaume ambaye alikuwa anasema anampenda. Basi utoka uamini mtoto kike ilibidi aweze kutoka. Hizi picha za bwanangu zinafanya nini? Huyu ni mchumba wangu, sio mchumba wako. Huyu ni mwanaume wangu bana. Ni mwanaume wangu. Utoka uamini kabaki anachangaa. Inawezekanaje? Yaani mwanaume wangu unataka kuniambia kwamba ndo mwanaume wako? Ndio, na mimi nilikuwa sijui kama ni mwanaume wako. Kwa kama ni mwanaume wako kwa sasa hivi, ni mwanaume wangu mimi. Yule ni mwanaume wangu mimi. Na huyu ni Dami, mwanaume ambaye kila siku nakwambia nina mpenzi wangu. Lakini mimi sikujua na ukunitambulisha. Kosa langu liko wapi sasa hapo? Kikule mimi nampenda. Yule ni wa kwangu mimi. Ngoja kwanza. Basi bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kimberly ikabidi aweze kufanya kitu kimoja. Ikabidi aweze kuchukua simu na kuweza kumpigia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Hakuhitaji uanze kuzozana na kuweza kuleteana mafujo hapa. Akaona bora mshikaji aje hapa ili mradi kila kitu kiweze kuishia hapa. Lakini yule ndo mwanaume ambaye mimi nampenda. Yaani usitegemee kama nitamwacha. Lazima umwache. Siwezi kumwacha. Yule ndo kila kitu kwangu. Nampenda. Unampenda? Ndio nampenda. Niko tayari kupoteza chochote kwenye hii dunia. Lakini sio yule mwanaume. Mimi nampenda eti. Utoka uamini. Ikabidi aanze kumsubiri mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Na mwamba alivyotimba, utoka uamini. Bidada kamfungulia. Jamani baby. Mwamba ndo kabaki anashangaa. Wewe unafanya nini tena hapa? Hakujua kwamba ni marafiki na wanaishi pamoja. Ndo kabaki anashangaa hapa mshikaji. Kumbe ni marafiki wawili. Kwa umelala na rafiki yangu, si ndio? Lakini mimi sijalala naye, mimi wala sikujua. Kalijileta kenyewe geto. Hamna kwa baby, kalijileta kenyewe geto. Kalifia kwa muuza supu baby. Ulitaka nifanyaje? Ulitaka genius ya niseme kwamba mimi makende yangu hayafanyi kazi. Bidada naye ikabidi aweze kumfuata mshikaji. Lakini utakao uamini bidada wakati anatoka, aligongwa na gari pale. Aligongwa na gari eti. Akiwa na picha za mshikaji mkono
kiunoni. Basi kuna mwamba akawa anashuka na akawa anambeba. Huyu mshikaji ambaye anambeba bidada anakwenda kwa jina la Alan. Huyu ni ex wake na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila. Ndo mwanaume ambaye alimwachaga akamfanya bidada mpaka akahitaji kujiua, lakini leo ndo kamgonga na ndo kampeleka hospitali. Bidada utoka uamini ni kwamba alikuwa zake hospitali na hali yake ilikuwa ni mbaya kweli, na majibu ya daktari anasema hivi: tunamshukuru Mungu ni mzima, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba yupo kwenye koma, hawezi kuamka, hawezi kuzungumza wala hawezi kufumbua macho yake. Ilikuwa ni huzuni eti. Rafiki yake na bidada akawa anamuuliza, wewe ulijuaje kwamba rafiki yangu amepata ajali? Ulijuaje mpaka ukamleta hapa hospitali? Yani sijielewa hapo, yani sijielewa mapicha amekaaje hapa. Niambie ukweli, nini ambacho kinaendelea? Huyu mshikaji ndio ikabidi aweze kuzungumza ukweli. Kikweli mimi ndo sababu ya kila kitu. Yani nilikuwa nakuja nyumbani kwenu pale ili nije nimwombe Leila msamaha kwa kile ambacho nilimfanyia, lakini nilikuwa sioni vizuri, yani unajua nilikuwa nimepanic, alafu nilikuwa nimekunywa, nikajikuta nimemgonga. Yani wewe ndo umemgonga rafiki yangu? Wewe kweli ni shetani. Yani wewe ni shetani kweli. Yani umemwacha, umempatia maumivu licha ya kila kitu. Leo unataka kumuua, unamkili na rafiki yangu akifa. Jiandae. Lakini haikuwa makusudi eti. Nilikuwa nimelewa na nilikuja kwa sababu ya kumuomba radhi. Nimemisi mpenzi wangu, mimi nampenda eti. Siwezi nikaishi bila Leila. Bidada kamuangalia, wewe ni shetani, ndio maana una mandevu makubwa pumbavu, alafu akili sifuri, kichwa kubwa, ubongo wa mende, shenzi nini. Alafu bidada akawa anajichenga pale. Mshikaji alijisikia vibaya kweli, kwa sababu ni kweli ndo kamgonga bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila. Bidada bado hali yake ilizidi kuwa mbaya. Walipewa nafasi ya kuweza kumuona bidada, hawezi kuamka, hawezi kuongea, hawezi kufumbua macho, ila nina imani kwamba kila wanachokizungumza hapa nahisi kama vile anakisikia eti. Basi bana, mshikaji kila siku akawa anakuja kumuona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila, na rafiki yake aliamua tu kumkubali mshikaji na kumuelewa kwa kila kitu. Akawa anapokea mizigo yake, na basi bidada akaona isiwe kesi bana, amwachie mshikaji uwanja. Kama ana neno la kuzungumza na bidada basi anaweza kuzungumza. Basi mdogo mshikaji akawa na kazi zake pale. Huyu ni mwanamke ambaye anampenda kweli. Cha kwanza ningependa kuomba radhi kwa kila kitu ambacho nimekufanyia kwenye maisha yako. Najua ulikuwa unaniamini eti. Uliamini kwamba mimi ndo mwanaume ambaye ningekupenda kuliko chochote kwenye dunia. Lakini cha ajabu ni kwamba ndo mwanaume ambaye pekee nimekuwa nikikupatia maumivu siku zote. Naomba nisamehe Leila wangu. Siwezi kuishi bila wewe. Kila siku usiku nahesabu mabati na misumali waliopigilia mafundi, kwa sababu nakosa usingizi kwa sababu yako. Nimekumisi sana kipenzi changu Leila. Siwezi kuishi bila wewe, hata genius anajua hilo. Tafadhali amka japo mara moja tu nikueleze the way najisikia. Siwezi kuishi bila wewe Leila. Na baada ya miezi 3 kuweza kupita, utoka uamini, bidada leo kwa mara ya kwanza alijitingisha. Mungu kabaki anashangaa, mbona kama utoka uamini. Bidada alikuja kunyenyuka eti, na rafiki yake alibaki anashangaa. Bidada aliamka bana, alifumbua macho. Niko wapi? Niko kuzimu au nipo kwa Mungu au nipo kwa genius ya usemeni? Niko wapi? Mbona hapa eleweki? Ikabidi aweze kumuita daktari, na daktari akampima bidada. Ni kwamba bidada yuko sawa kwa sasa hivi, yani kila kitu ni chikopa, yani yuko fresh. Bidada alikuja kukaa sawa na aliruhusiwa kuweza kurudi nyumbani, na rafiki yake alikuwa akimchuachua hapa. Bidada akimwangalia rafiki yake, ni mtu mzuri, ni mtu ambaye hana makuu. Najua kuna namna nimekukosanisha na Dami, ila kaa ukijua kwamba Dami ni bonge la mwanaume, ni mwanaume ambaye anakupenda wewe kuliko chochote kile. Kuhusiana na Dami kuninjunja kitumbua mimi ndo nilifosi. Yule ni mwanaume na makende yake anafanya kazi, asingeweza kuniacha mimi salama kwa namna ambavyo nilimpa ile mitego. Rafiki yake akasema nakuelewa, lakini ndio hivyo. Tafadhali, kama kweli unanielewa, naomba umsamehe Dami eti, na kuomba kwa mbinu ambazo nilitumia. Hata kama angekuwa ni genius asingeluka, maana genius ndo mwanaume mwenye msimamo kuliko wanaume wote kwenye dunia. Asingeluka hata yule. Mpenzi wako ni nani mpaka aluke? Tafadhali. Mdada mpaka analia, msamehe Dami wewe, msamehe Dami. Na sikilio bana, mwamba ambaye anakwenda kwa jina la Aran akamtimbia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Leila na alimletea zawadi. Leila alisikia kila kitu kwamba mshikaji ndio alimsaidia maisha yake. Alikuwa akimshukuru, lakini hakujua kwamba huyo mshikaji ndio alikuwa ameweza kumgonga. Asante kwa kunisaidia maisha yangu na karibu, lakini mimi ndo nilikugonga. Mimi hapa ndo nilikugonga, yani sijakuelewa unachokimaanisha. Ni kivipi? Mimi ndo nilikugonga na gari na mimi ndo
nikakuchukua nikakupeleka hospitali, na nilikuwa nimelewa, sio kwamba ni kwa makusudi. Nilikuwa nimelewa na nilikuja kwa sababu kuomba radhi, lakini kwa bahati mbaya ndo yakatokea yale. Yaani Kabaki anashangaa. Usiniambie kwamba wewe ndo ulisababisha. Tafadhali naomba usinichukulie negative, na kuomba, niko chini ya miguu yako. Nakupenda Leila. Unavyodhani Leila atamsamehe mshikaji au atamhukumu kulingana na kitu ambacho alikifanya? Utoka uamini. Bidada hana makuu. Alimsamehe mshikaji ambaye anaitwa Alan, na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Kimbel alimsamehe mwamba ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Kwa hapa kwenye movie Dami ndo kidume, katafuna rafiki na rafiki, yani katafuna wote wawili hapo. Nimeliamini ile mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Dami. Lakini tuachane na hayo. Kupitia picha hii nimejifunza vitu vingi kweli. Kitu cha kwanza nilichojifunza ni kwamba ukiwa na mpenzi, make sure kwamba unamtambulisha kwa marafiki zako. Asije katafunwa kitumbua rafiki yako, mwisho wa siku ukaanza kuwalaumu watu. Ndio hivyo bana. Mimi ni Jine Sauti ya Nang'ata, Jine Sauti ya Simba.